Bwana wetu, tunapokusanyika kuabudu katika roho na kweli, tunakuomba kwa unyenyekevu tufungue mioyo yetu tuweze kupokea mahubiri ya neno lako, ili tuweze kutubu dhambi zetu na kuamini katika Yesu Kristo kama mwokozi wetu pekee, na tupate kukua katika neema na utakatifu. Utusikie kwa ajili yake Yesu Kristo. Amen. Alikuwepo mtu mmoja aliyeitwa Bartimayo. Alikuwa kipofu tena haoni. Aliposikia Yesu akipita, alipaza sauti kwa uchungu. Aliposikia Yesu akipita, alipaza sauti kwa uchungu. Akasema, mimi nataka kuona. Akasema, niponye, mimi nataka kuona.
sana kwa mambo kama mawili. Baada ya kuwa tumehamishwa, mlango wa kwanza kufunguliwa ulikuja Kilima kutoka Kilipo wakiwa form 3, lakini Mungu akasaidia wakamaliza form 4 na wamemaliza vizuri. Lakini baada ya serikali kujua kwamba ni watoto wahitaji, hawana baba, mama hajui, hajulikani, mlijua kwamba serikali iliamua wapewe ardhi. Na mwaka huu wananchi wakasema na sisi tunajenga nyumba. Na mtu mmoja akasema usiweke nyasi, na mimi nitaweka mabati yote, nyumba ya vyumba 4. Kwa hiyo watoto bado tunao, na nimekuja nao mabinti Matilda pamoja na Msia, naomba wasimame waone. Lakini la pili ni diakonia ambayo tulilinda lile banda ya Wanjugu. Tunashukuru sana baba mchungaji, tunashukuru sana kwa mshikamano huo kuendelea kulindana katika jamii. Mimi nimekuja hapa na neno moja, kuniponya mateso. Usifiwe msalaba, isifiwe kaburi. Kaleni uitembea nikilemewa dhambi, nilikosa msaada zidi yote, asifiwe Mwokozi. Zaburi kitabu cha Mwanzo sura ya 41 mstari wa 38 ndio neno ambalo tutatolea ujumbe. Kitabu cha Mwanzo sura ya 41 mstari wa 38. Farao akawaambia watumwa wake, tupate watumwa wake, tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake? Neno la Bwana. Neno la Bwana. Basi apelekwe huko kwa sababu ya kukwepa Herode. Lakini katika kitabu cha Mwanzo ni eneo ambalo baba yetu Yakobo aliweza kupata baraka ya kupata chakula kutokana na mtoto wake Yusufu aliyeuzwa kule na Wamidiani. Mzake wakamuuza, akapeleka Misri kuwa mtumwa, na kule kuwa mtumwa kumbe akawa amehama na kitu. Kitu hicho kilikuja kuonekana kwenye shida. Siku zote Mungu kama amepanda kitu kwako, kitakuja kujionyesha kwenye shida. Ndipo watu watatambua kwamba kumbe mtu ana roho wa Mungu ndani yake. Farao aliota ndoto iliyomtatanisha katika utawala wake. Katika kuota akatafuta nani katika nchi nzima atafsiri ndoto ili aweze kuongoza kwa amani. Ndoto aliyekuja kuitafsiri ni Yusufu. Ilimtatanisha kwa mambo mawili. Kwanza aliona kuna miaka 7 haina majibu. Kuna miaka 7 mingine sipendi kufafanua zaidi kwa sababu tutasoma mnaelewa. Nani atafsiri? Wote wakakosa, hata watu wenyewe. Ndipo akapatikana Yusufu aliyekuwa mtumwa. Akatafsiri ndoto kwamba mheshimiwa mkuu wa nchi yako ina mtihani mkubwa. Tafsiri yako ya ndoto ni kwamba miaka 7 ya kwanza nchi yako itakuwa na chakula kingi sana sana, lakini tengeneza maghala. Miaka 7 mingine
sana, tena si nchi yako, dunia nzima itakuwa na njaa sana. Kuna miaka 7 ya njaa. Sasa ile ghala ulikuwa umeweka itatunza vyakula vya kuiletea nchi tajiri. Ndipo Farao akasema, tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake? Katika roho ya Mungu, tafsiri nyingine haraka haraka, mwenye akili. Huyu aliyekuwa anazungumza Farao alikuwa kwenye kiti cha enzi ya utawala, lakini mtumwa ambaye alikuwa kwenye kiti ana akili, ana roho ya Mungu. Kwa tafsiri nyingine ana akili, kwa sababu siku zote katika kuumbwa kwetu akili haiambukizwi. Huwezi kwenda shuleni dunia nzima au nchi yoyote ukakuta kuna wizara ya akili. Haipo, ni wizara ya elimu. Elimu ndio inaambukizwa kwa mtu kuifuata akili ilipo, na akili inaamua kuchuja ama kupokea ama kukataa. Kwa hiyo tuwashukuru, tuwasifu sana, tuwatie moyo sana walimu, kwa sababu walimu wanapambana na akili za watoto ambazo zinaweza kukubali somo lake au kulikataa somo lake. Kwa hiyo walimu walio nzuri hawezi kusema kwamba watoto wangu hawana akili. Watoto wangu hawana elimu inayofundisha, kwa sababu akili ni ya Mungu. Ndio maana Waswahili wakasema akili ni nywele, kila mtu. Usije ukamwambia. Napenda kusema habari ya ujumbe huu. Tunazo familia, tunazo jamii, tunayo nchi, kata, kijiji, kitongoji, dunia. Ili mambo yaende vizuri, kunahitajika watu wawili katika familia, watu wawili katika kitongoji, watu wawili katika ukoo, watu wawili katika kijiji, watu wawili katika kata, watu wawili katika mkoa, katika wilaya, watu wawili katika nchi. Kuna ambaye anakalia kiti na ni lazima. Hata kwenye familia kuna ambaye amekalia kiti. Hicho kiti si cha kila mmoja, lakini kuna mtu ambaye anaamini kumsaidia aliye na kiti. Kanisa linapoleta habari za Mungu, zinaleta habari ya mambo yote. Mwili ushibe, lakini roho isaidie mwili ushibe vizuri. Maana yake kuna akili kwa kanisa, kuna roho ya Mungu hapa ingilie pale. Lakini kwa Yusufu akawa msaada wa nchi nzima, na baadaye miaka 7 ilipoisha, njaa ikaingia kubwa sana. Ndipo Yakobo akatuma watoto wake kwenda kuona fanyeje. Wakaenda Misri, wakapata chakula, wakamkuta Yusufu yule aliyeuzwa kwa utumwa, akawa msaada kwa familia nzima. Kwa habari ya Mungu, je, ninahitaji msaada wa mtu mwenye roho ya Mungu? Je, ninasikia njaa kutoka wapi? Nina njaa ya neno la Mungu? Nina njaa ya mwili? Vinategemeana. Usije ukawa na njaa moja ukasahau nyingine. Moja inadai nyingine. Mwili wetu wenyewe bila roho ya Mungu. Roho ya Mungu inamtafuta mwenye mwili imsaidie. Twende mbele yake kuisikiliza sauti yake. Twende mbele yake kuipokea. Inawezekana katika nyumba yako wewe, tangu wiki imeanza, hakuna neno limenenwa katika nyumba yako. Sauti inakuja ya kinabii. Upate wapi katika nyumba yako, katika familia yako mwenye roho ya Mungu kama Yusufu? Kuna habari moja labda mlishaisikia, lakini habari ya uhakika, sio ya kubumba. Wanafunzi walikuwa wanatoka shuleni
wa shule ya msingi. No. Sio ya msingi. Ya sekondari ya kutwa. Sasa aliyemkamati na mwanafunzi baba yeye akasema nimekusamehe wewe, lakini ili nikusamehe vizuri nisikupe adhabu, unitajie unaoiba nao pamoja. Hapo ndo msamaha wangu utakuwa umekuja. Yule kijana alipogundua kwamba yule baba hana sauti ya kujua kusoma na kuandika, hajui kabisa, hajasoma, akachukua karatasi asema inakuwa na kuandikia wote. Kaanza kuandika, akaingia kwenye akili yake, akaandika wa kwanza mpaka wa nne nini huko history, watano vipindi vyote vya shule akawa ninao hapa master na walimu wakapiga kengele, weka mstarini, wenye watoto mnamwingia baba miwa. Sasa mnyoshe mikono kabla sijawasoma hapa. Kimya. Haya. Akaita mtoto mmoja ndio wasome. Mtoto wa kwanza civics. Geography. Mpaka mtoto wa mwisho. Hakuna aliyetokea. Ile baba kasirika. Mwalimu, vipi? Una watoto kabisa na wao wanakuchenga. Watoto unawaona, mmoja ni civics, mmoja geography, mmoja ni kemia, chemistry, mmoja ni physics. Alafu unasema kwamba hawaonekani. Na kwenda kushtaki. Yapo mwingi mshaida, yapo mwingi mtamanya. Anayefanya mathematics, yeye anatafuta kitu ambacho hakipo. Kumbe shetani ameshaweka kisa. Lakini sauti inaleta wito, inasema tumpate wapi mtu mwenye roho ya Mungu kama huyo? Tumweke katika jambo hili ndani yake. Wapenda ndugu zangu, mbarikiwe iwe sehemu ya maisha yetu kujua kwamba mwenye roho ya Mungu anahitaji katika familia. Yawezekana akiwa ni mtu mzima au akiwa ni mtu mdogo, lakini ana roho ya Mungu akaisaidia familia ikasimama. Waweza kumdharau kama huyu hajui kitu, kumbe ndani ya familia ndiye mwokozi, ndiye analisha, ndiye analeta afya, ndiye analeta baraka. Kwa hiyo kuwa kiongozi mahali popote pale ulipo, ni kiongozi wa familia, ni kiongozi wa eneo, kitu cha kwanza swali lako liwe tupate wapi mtu mwenye roho ya Mungu ndani yake. Hata tukiingia kwenye uchaguzi wa serikali na kila kitu, kitu cha kwanza tupate wapi mtu mwenye roho ya Mungu ndani yake. Ukiwa na watoto, tupate wapi mtoto mwenye roho ya Mungu ndani yake. Ukiwa na kikundi, tupate wapi mtu mwenye roho ya Mungu ndani yake. Wapendwa, Bwana asifiwe sana. Sasa nilikuwa nimesema nisiseme mengi kwa sababu hao watoto wetu tunaozunguka nao hao wamekuja kuwasalimia. Nilipenda mwishoni kabisa ni waruhusu waseme maneno ya Jumapili iliyopita ili wakamilishe somo langu, Matendo ya Mitume sura ya 8 mstari wa 18 hadi 24, halafu naruka hiyo sura ya 6 mstari wa 43 hadi 45.
mwisho tutafunga kwa baraka. Vinywa vinaita. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 18 hadi mstari wa 24. Nao nitanena kwa msaada wa Bwana. Hata Simoni alipoona ya kuwa watu wanapewa Roho Mtakatifu kwa kuwekewa mikono ya mitume, akataka kuwapa fedha akisema, nipeni na mimi uwezo huu, ili kila mtu nitakayemwekea mikono yangu apokee Roho Mtakatifu. Lakini Petro akamwambia, fedha yako ipotee mbali pamoja nawe, kwa kuwa umedhania kuwa karama ya Mungu yapatikana kwa mali. Huna fungu wala huna sehemu katika hili, kwa maana moyo wako si mnyofu mbele za Mungu. Basi tubia uovu wako huu, ukamwombe Bwana, yamkini usamehewe fikra hii ya moyo wako. Kwa maana na kuona huu katika uchungu kama nyongo, na tena huu katika kifungo cha uovu. Simoni akajibu akisema, niombeeni ninyi kwa Bwana, yasinifikirie mambo haya mliyosema hata moja. Neno la Mungu. 43 hadi mstari wa 45. Nitaunena kama ilivyoandikwa. Kwa maana hakuna mti mzuri uzaao matunda mabaya, wala mti mbaya uzaao matunda mazuri. Kwa kuwa kila mti utambulikana kwa matunda yake. Maana katika miiba hawachumi tini, wala katika michongoma hawachumi zabibu. Mtu mwema katika hazina yake njema ya moyo wake hutoa yaliyo mema, na mtu mwovu katika hazina yake mbovu ya moyo wake hutoa yaliyo maovu. Maana kinywa cha mtu hunena yale ya ujazao moyo wake. Neno la Bwana. Tunashukuru kwa wema wako mkuu katika eneo hili ambalo Kalistasi katika maisha yake na mwisho wake amehitimisha kwa kuleta kinywa chake kimenena akiwa duniani na kimezaa matunda, ameshaondoka. Baba, ulituambia kwamba watu wakitangulia matendo yao yanayofuata. Na sisi Baba, endelea kuweka roho ya Mungu ndani ya familia hii. Kila mmoja amuite mwenzake, tupate wapi mtu mwenye roho ya Mungu ndani yake, ili bubujiko la baraka liendelee kuwepo, kiti kisiondoke. Asante Bwana kwa wema wako. Utukufu baki ni kwa Yesu Kristo Mwokozi wetu, sasa na hata milele. Amen. Mungu awabariki. Shukrani. Wakimaliza familia, Wakristo wengine tutafata nyuma yao. Nionapo Hamani kama shwari tukiwa tumesimama. Familia watatangulia kuleta shukrani kwa pamoja, na baada ya familia kuhitimisha, Wananzengwe tutafata nyuma yao. Katika maisha yake na mwisho wake amehitimisha kwa kuleta kusanyiko kama hili, ameacha alama. Kinywa chake kimenena akiwa duniani na kimezaa matunda, ameshaondoka. Baba, ulituambia kwamba watu wakitangulia matendo yao yanayofuata. Na sisi Baba, endelea kuweka roho ya Mungu ndani ya familia hii. Kila mmoja amuite mwenzake, ili bubujiko la baraka liendelee kuwepo, kiti kisiondoke. Asante Bwana kwa wema wako. Utukufu baki ni kwa Yesu Kristo Mwokozi wetu, sasa na hata milele. Amen. Mungu awabariki. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya neno ambalo limepita katika kinywa cha mtumishi wake. Hakika Mwenyezi Mungu aendelee kubariki. Kwa wakati huu niwaombe kanisa wanaopatikana upande wa juu tutulie, tunakimbia na muda.
Naomba utulivu, tupo ibadani. Salama rohoni mwangu, ingawa shetani hatanitesa, nitajipa moyo, kwani Kristo ameona unyonge wangu, amekufa kwa roho yangu. Salama, salama rohoni, ni salama rohoni mwangu. Dhambi zangu zote wala si nusu, zimewekwa msalabani, wala sichukui dhamana yake. Ni salama rohoni mwangu, salama, salama rohoni, ni salama, ni salama rohoni mwangu. E Bwana, himiza siku ya kuja, panda nitakapolia, utakaposhuka sitaoni, ni salama rohoni mwangu. Sehemu yangu, rafiki yangu wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu nitembee na wewe, hali hapa sikuta tuchangamke, tukomboe wakati, niongoze safarini mbele. Tumaini sina ila damu yake Bwana, sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha. Yesu nasimama, ndiye mwamba salama, karibu wananze. Njia yangu iwe ndefu, yeye hunipa wokovu, mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndizo kwake Yesu nasimama, ndiye tuishie hapo. Karibu kwaya ya Tumaini Jema.
beti yani hapa sana nifunge direct manake beti nzuri mimi na direct yake hapa. Nitafunga maana beti inazidi. Elfu kumi mara ya kwanza, 10,000 mara ya pili, shilingi 10,000 mara ya tatu. Naomba wanakwaya wawili hapo wanisaidie. Hapa kuna ndizi. Ndizi namba bei shilingi 4,000. Shilingi 10,000 kwa mchungaji. Wako wengi wachungaji. Yote shilingi 10,000 kwa mchungaji. Mara ya kwanza 10,000 kama 12 hivi. 5,000 mayai mara ya kwanza. 5,000 mayai mara ya pili. 5,000 mayai 6 mara ya kwanza. 6 mara ya pili. 7 wawili. 10,000 kwa mchungaji. 10,000 kwa mchungaji mara ya kwanza, mara ya pili na mara ya tatu. Wachungaji ni wengi watagawana. Haya mayai mengine 10 kwa mchungaji. 10 kwa mchungaji mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. 12. Mchungaji bado. 12. 13 kwa mchungaji. 14 apati mchungaji. 10 na ngapi? 15 mchungaji apate. 16 asipate. 35 mchungaji asipate. Kuna cha mchungaji hapa. Na mimi nauza besi kidogo. 35 mara ya kwanza kwa mchungaji. 35 kwako kule. Na mara ya tatu. Mara nyingine. Mara ya tatu. Haya ndizi. Nafikiri hata 20,000. Ndizi shilingi 20,000. 20 mara ya kwanza. 25. 30. Haya, wewe nyingine. Haya naomba leo 20,000. 20 mara ya kwanza, mara ya pili 20 na mara ya ngapi? Ya tatu 20. Nyanya 1,000. Mara ya kwanza 1,000 kwangu. Mara ya tatu asante. 5,000. 5,000 mara ya kwanza. Kipukupuku hii. Mara ya kwanza, mara ya pili, 500 mara ya kwanza, ya pili, ya tatu. 1,000 ngapi? Ndio wanakwaya. Pelekea kule. Haya. Asante baba kidogo. Haya. Namba bei. Shilingi 1,000. Ndizi namba bei. 5,000. Shilingi 5,000. 10,000. 10,000 mara ya kwanza. 12. 13. 15. Yule ni mwalimu stafu. 20. 20,000 kwa mama wa jikoni. Sio wewe hapa. Na mheshimiwa hapa 25 mama wa jikoni. Mara ya kwanza, mara ya pili na mara ya tatu. Ndizi namba bei. Ndizi 10,000.
Wanafamilia waingie ndani, wimbo wao umekwisha andaliwa, waweze kuibushana. Nicholas Kamugisha unahitajika huko getini. Nicholas Kamugisha unahitajika getini. Nicholas
niaba ya familia ya Mzee Kamugisha, naitwa Mganyizi Brighton Kamugisha. Nimewakilisha familia unayoiona hapo mbele. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza napenda kumshukuru Mungu aliyetuwezesha kufika mahali hapa. Najua tumetoka sehemu mbalimbali, tumepanda vyombo vingi vya usafiri, lakini Mungu ametuwezesha kufika mahali hapa. Tuko salama. Pili, ni washukuru watumishi wa Mungu. Daima tumekuwa nao mahali hapa. Tumekula na kunywa toka madhabahuni kwa Mungu. Mchungaji ameumba kiu ya kusikia neno. Sasa utajua wapi kiu yako itamalizika. Tatu, ni washukuru wote mliofika mahali hapa. Ni washukuru kwa sababu ni upendo uliowaleta mahali hapa. Mmependa Tayustas, mmependa watoto wake, mmependa familia yake, ndio maana mmekuja hapa. Mmekuwa mnakuja kumwangalia yeye, kuangalia waliokuwepo, lakini nasema ni upendo wenu ndio umewaleta hapa, na upendo ni Mungu. Kwa hiyo ukiwa una upendo, udhihirishe Mungu ndani yako. Tunawakaribisha. Labda nitambulisha ambao sio watoto. Kuna shangazi yetu hapo Rwanda, naomba usimame wakuone. Amefuatana na mtoto wake, mnayemwona hapo ni mtoto wake, amefuatana naye kwa upendo amekuja kutuona. Anayepata ni baba zetu wadogo. Yuko Mwalimu Kamugisha, mnamwona hapo. Yuko Vincent Kamugisha yule pale. Kwa hiyo hapa waliovaa makoti hapa mtakuwa mnawakuta kila itwapo leo. Usije ukasema mzee kaondoka. Kwa hiyo kazi inaendelea. Baada ya hapo, ninawashukuru sana kwanza waliotangulia kwa burudani hapa. Tulishaona kwaya, na mwisho niseme msitoke kututembelea, iwe usiku iwe mchana. Na nyie ndio mtakuwa mnaendelea kusema hayo. Wacha tukaone kilichoandaliwa, na nimkaribishe mchungaji atufungulie kwa shughuli hii inayoanza saa hizi. Karibu mchungaji. Basi niombe tutulie, tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, tukushukuru kwa kila jambo unalolifanya kwa ajili yetu sisi binadamu hapa chini ya jua. Tuko katika familia hii, kwa kuomba utuongoze vile ambavyo umetuongoza kutoka mwanzo, na hata kwa hatua hii inayofuata, kwa kuomba uwe pamoja nasi. Malaika wako mtakatifu aweze kutuongoza. Yanayofanyika leo ni kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Mungu, tunaomba utuongoze, tuanze nawe tumalize nawe. Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Muda si rafiki, wakati haya yanafanyika utakiwa kuwa umesogea karibu. Niombe ukomboe wakati. Swadi tafadhali. Baada ya hapo tafadhali Sharoni ngoma tafadhali usogee karibu. Karibu tata raramu. Nine shida kibojo nanyelopole mwefu itanu ogambe nkue au kenda kuora oragaiyanka
inywe bojo ijamba kapipi. Eba inywe bojo. Bojo tinanga pipi mfuko na sigara sifuri. Bojo pampere bushatu. Kayaya pia ujiandae. Anga banyongerere bubiri. Chei tata nkawaye malilao. Inyemwa kenkwi mchakasi mungaterera bojo bange anga nkagambira kumuntintoekerera nankaka meseji. Kwijo marera kikaita ngabagata ile munda. Mweninywesha nambagambire ntakumbona ndikashaija kake ndirushaija lubusi. Keba kubona bana bange keba kuita bakanzungu kabati. Mwijambona okondirushaija olubusi. Kobolao obona mtagai wa mtakangua. Mikate batu kutera motoka. Kobolao obona mshoboze mikebea mata. Kobolao obona chale se akenda. Ae bojo naijo wakashatu. Ae kamba nze kandike bojo. Kumpani kwa kumanya uandikacho. Lero mwenu wanshaga utaka kuwaka zawadi. Asante, kazi nzuri. Nafasi nyingine baadaye kwa ajili ya vijana hawa, lakini pia tunapata muda wetu kwa sababu sio rafiki. Basi hapana shaka kwa sababu lazima tuwe nakata basi unakuwa umemaliza mambo mengine. Pia bwana inaka pipi. Toa kapipi tukanyonye. Tutafune bigiji yetu. Basi Kayaya karibu. Baada ya Kayaya tutapatia utambulisho. Asante. Karibu.
naomba kwa macho yako mimi naogopa. Lakini nina wimbo wa Mzee Eustace Kamugisha tulianza kuimba, tumefanya watu wawili, tumefanya production studio. Kwa hiyo nilikuwa nawaomba ningepata hela yake. Tumefanya production ya 120,000. Wimbo uko vizuri kabisa. Nadhani hujasikika vizuri kwa sababu tulikuwa tunaingiza maneno yetu, lakini wimbo uko vizuri. Nashukuru sana kwa kunisikiza. Asante kwa nafasi. Hapana shaka wanafunzi wamesikia na viongozi wa kiroho. Tunaanza na viongozi wa kiroho. Mimi nitaongea mawili tu. La kwanza kabisa, mimi kwa majina naitwa Robert Lutashuba Nyuma Kawa, mwenyekiti wa maendeleo kata Ishozi. Wapendwa wa Mungu, kwanza nishukuru wachungaji wetu kwa kutupatia neno la kutufanya tuishi hapa duniani. Wachungaji tunawashukuru sana. La pili, nashukuru kwa mwaliko. Nashukuru kwa mwaliko kwa kuitambua kwamba kata Ishozi kuna kiongozi husika. Tunashukuru sana. Jambo la pili, nipende kushukuru familia ya Kamugisha. Kwa kweli kiwastani kata Ishozi na Ishunju, hao watu ni wapenda maendeleo, wametuunga mkono. Tunawashukuru sana. Mungu awabariki sana. Jambo la mwisho, Mheshimiwa wananchi au wanajamii, tunaingia kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Niwaombe kila kitongoji kina wasimamizi wa uandikishaji. Msifu Yesu Kristo. Amina. Mheshimiwa wachungaji, familia ya Mzee Eustace Kamugisha, mabibi na mabwana, tumsifu Yesu Kristo. Na mimi nichukua nafasi hii kushukuru familia ya Mzee Eustace kwa tukio kubwa sana na la aina yake. Mzee Eustace Kamugisha amekuwa diwani kwa miaka 17. Mimi ni diwani wa 4 naifuata. Mzee Eustace akiwa diwani wa kwanza wa kata hii ya Ishunju pamoja na Ishozi na Gera. Niwakumbushe mambo matatu aliyofanya Mzee Eustace Kamugisha. Jambo la kwanza ni diwani pekee ambaye mpaka sasa hivi hajavunja rekodi, amehudhuria vikao vyote vya halmashauri bila uzuru na bila kuumwa. Amehudhuria vikao 1721. Jambo la pili, ndio diwani wa kwanza kuandika mitasari mirefu, akiandika alikuwa anasoma kurasa 10 mpaka 12 na akiandika kwa mkono wake mwenyewe. Mimi diwani Msafiri Nyema, mtendaji wa kata, huwa ananitarishia kumbuka na nitafuata nyayo zake. Tumsifu Yesu Kristo. Asante sana Mheshimiwa Diwani, nitashukuru kwa utambulisho wako, lakini pia kwa machache ambayo umeyataja kuhusu Kamugisha. Basi kabisa karibu kwa ajili ya utambulisho kwenye nao za ndugu wa Eustace Kamugisha. Karibu sana. Si bado na sisi kama ndugu tunapoisha, na tunawashukuru sana kwa ajili ya kuja kwa pamoja katika shughuli hii. Tunasema asanteni sana. Sasa nimeambiwa labda wa ndugu, lakini si vibaya kujua kwamba kuna ndugu zetu waliotoka Bugabo, tunasema karibuni sana. Kuna waliotoka Mtukula kwa wakina Kumu, tunasema karibu sana. Kuna waliotoka Ugoo, Abaziba, tunasema karibu. Abayunga, karibu. Sasa napenda nitambulishe wajomba, nikianzia kwa wajomba wa Josefina kutoka Kanyange. Naomba wasimame.
msiwaone hapa baadaye wote wanaotoka Kanyani. Kwa hiyo nimesema hivyo kusudi siku nyingine wasije wakasema baada ya kuzaliwa na mzee Kamugisha ambayo pia ni baba yetu. Sasa baba yetu anatuzaa watoto 5. Wa kwanza ndiye aliyetoka ambaye anaitwa tunayemfanyia shughuli ya leo Ustaz Kamugisha, ambaye ndiye kaka yetu. Watu wengi wanaosaidia na shughuli hii mlioona iko hapa, watu wengine huwa wanatoa kadi moja, lakini kwa fadhili ya familia ya Kamugisha hawa mnaowaona wanasema wamesomea kielima, watu ni waombea. Asalamu alaykum. Kwanza na mimi nashukuru sana kuwaona na wakaribisha muendelee kuwa pamoja nasi, mwenzi mzee kama alivyokuwa siku zote tunakuja anatupokea, lakini nataka niseme tu kwa ufupi kwa yote mzee aliyokuwa anayafanya kuhusu maendeleo, kuhusu yote yale, sisi kwa ufupi nasema tunasimamia na tuko hapa. Kwa hiyo usikose kutupigia simu. Sasa niende kwenye mada. Nimeambiwa ni watambulishe watoto wote wa mzee Eustace Kamugisha. Watoto wa mzee Eustace Kamugisha, naomba msimame. Mzee Eustace Kamugisha ana watoto wengi tu, lakini nadhani hawa wote mnawafahamu. Toka siku ile amefariki ndio hawa walijitambulisha, hajawahi kujitokeza mwingine. Kwa hiyo ndio hawa hakuna mwingine aliyeongezeka. Kwa hiyo nawaombeni muendelee kumwenzi mzee Kamugisha, sio kwamba ni wanyanyue tu, muendelee kumwenzi mzee Kamugisha kama alivyokuwa mpole, mshauri, roho yake tuendelee kushirikiana kuhakikisha penye tatizo, penye nini, tunashirikiana, tunaitana kwa roho nzuri, tunaongea, tunamaliza. Na nataka niseme kama ni mtu yoyote anakuja kwa ajili ya swala lile ambalo ni la kifamilia, la kimaendeleo, nilete tu hapa ndani, itakuwa ni rahisi kushughulikiwa. Ila kujenga shule Kweyambe kuchangia, ila kujenga shule Kielima kuchangia, ila kujenga barabara kuchangia. Ukilipitisha kwangu mimi peke yangu, inawezekana hilo likabaki kwangu peke yangu, lakini kwa mtu ambaye anabaki humu ndani, wewe mletee hilo ombi lako, lifikishe. Sasa yeye asipolileta, basi tunashikana naye mashati. Kwa nini ukulileta na watu walileta ombi? Kwa hiyo kama kuna lolote linalohusu jamii, lilete hapa ndani. Yule anayefunga mlango asubuhi na kufunga mlango jioni, wewe mkabidhi hilo ombi, kwa sababu umemkabidhi ombi, sio la kwake, anatakiwa alisambaze, atupigie sisi ndio sasa tuseme kuna ombi la mzee, sio lake au sio la, ni ombi la mzee Kamugisha. Kwa hiyo tutakaa, tutalijadili. Kwa hiyo watoto wa mzee Kamugisha, nawashukuru sana pamoja na mimi kwa kusimama, kwa kunisikiliza. Na mimi nawashukuru sana, nageuka nasema karibu mzee Kamugisha, bado yuko hai. Asanteni sana.
Asante sana Mtalembula kwa utambulisho wa watoto wa taa Instance kamili. Ni huyu usione yuko hapa kama MC. MC ni mjomba wangu. Mama yetu aliyelala pale, kaka yake mama moja tumbo moja ndiye anayemzaa MC. Kwa hiyo MC yuko naye kwa shangazi yake. Sasa kitu kwa hiyo na ningeomba kuna wale vijana wa familia hii hawajasimama, wale wajukuu kwa mzee Kamwisha, alafu na wale akina mama walioolewa hapa ndani na vijana na waume zao. Kuna Ima, kuna Kasaju Victor, kuna Diki Dicksoni, Katunzi, naomba nao wataja haija. Sasa wale mwai haraka kwa sababu ya muda. Katunzi wako, yaani sasa wale tunatakiwa mje hapa mbele kwa sababu ili wawaone vizuri, kwa sababu nyinyi ndio mnataka kujenga familia ya hapa. Tuwaombe hao kina Katunzi na wenzake, wake zao pia wameomba kusimama hapo Kasaju. Asante wajukuu wote, Kaija na wenzako, mbona mtokee kwa wote, tafadhali mtokee vile tumalize, tukomoe muda si rafiki sana. Kaija mko wapi? Safi sana. Mtoto wa Mwesi wako wapi? Mole muhimu sana basi ndio watu wako hapo. Kuna mtu wa Kevin pia, mtu wa Kevin na yeye yuko hapa. Tunamkaribisha kwa namna hiyo hapa nyumbani. Kwa hiyo Ngole, karibu hapa nyumbani. Haya, na nashukuru naweza mkarudi. Pili, naye Dickson tunamfahamu. Dickson yeye ameambatana na yeye na mke wake. Kwa hiyo na kiti cha Ngole yeye ameshakabidhi kwa wengine kwa sababu yeye tayari ana watoto. Dickson kuna mke wake, napenda niwakaribishe sana. Mbona wanajificha hapa hapa? Mnakuwa mnamuona hapa. Anaitwa Ima Kasaju. Baba yake ni marehemu ambaye zilika mwaka au suluhie baba yake sasa. Kwa hiyo karibu na wewe. Mimi nadhani nisikuchomoe tena moja moja. Sawa, kwa sababu ya muda. Bachu iko kule nyuma amekaa, lakini ndio kipindi fulani. Kwa hiyo napenda nishie hapa. Asante. Hao wote mnaoona ni wajukuu, wengine ni wajukuu wa mbele. Napenda nishie hapa. Baada yako kwa tafadhali watambulishe wako sasa, wako wasimame kwa heshima yao sasa. Na waliohoza katika familia hii, mimi napenda kusimama. Iko sawa, iko sawa. Kusogea katika eneo la mbele ili watu wote tuchunga hapa kwa ajili ya tukio ambalo litakwenda pamoja. Sawa, baada ya machafuko tayari tutapata nafasi
Yes, pamoja na kiongozi wetu wa masuala ya ulinzi na usalama katika kata yetu ya Shundu. Basi baada ya machafuko sasa hivi utakuwa nafasi uweze kusema kitu katikati ya watu wao. Asante sana. Mahali hapa sijajiweka mimi, wewe umeniweka.
wanafamilia. Wanafamilia ndio wamesababisha mimi nafika hapa. Lakini ninaye mdhamini wangu ambaye amesababisha mimi nafika hapa, ni hapa mbele tukuone. Kwa tayari mdhamini wangu jamani, mama watu wapungie mikono. Timu mikono. Leo alianza ya kupigia kupigia watu mikono. Yakuwa. Kwa ile vipi? Wapigia watu mikono jamani. Huyu ndio anasababisha mimi nafika hapa, wapungie mikono. Familia nyingine jamani, wao wapigwa kwa sababu tunasababisha mtu tunafika hapa. Na huyo MC asante sana kwa kutupa muda, mambo mengi tutaona tena baadaye. Ukitaka kunipata mtafuta yule mdhamini wangu au unaweza kumtafuta MC ukao umenipata. Asante sana. Basi hapa yeye anakiona, anakifuatilia na ilikuwa ni yeye aje, lakini kwa sababu ya majukumu mengi ameshindwa. Basi mimi nije kwa niaba yake, lakini alichosisitiza ni kwamba tunapaswa tuweze kuiga mema yote ya familia ya marehemu Kamugisha. Wana umoja, wana upendo, na kwa sababu ya umoja huo na ndio maana tuko hapa. Wangekuwa hawana umoja, nafikiri hata watu wengi waliokuwa hapa wasingefika hapa. Kwa kusema hivyo sasa, nisiwachoshe kwa maneno mengi. Kila mtakachokifanya muweze kuangalia ulinzi na usalama. Amani yetu ndio wetu, na kwa sababu hiyo ndio maana kuna sera ya polisi jamii, kwamba hapa kama isingekuwa sera ya polisi jamii tungetegemea kuwa na mapolisi wengi sana hapa ambao wangeweza kuwafanya msiwe na amani, lakini kwa sababu ya sera hiyo kila mmoja ni polisi alipo. Hebu mwambie jirani yako kwamba wewe ni polisi wa Tanzania. Kwa hiyo kwa sera hii ya polisi jamii, ina maana kila mmoja anafanya majukumu ya polisi. Nipo mimi na askari wangu nimeona wawili. Watu wote hawa wameweza kulindwa na askari watatu. Ina maana kwa sera ya polisi jamii iliyoasisiwa miaka ya nyuma huko na Sir Robert Peel, waziri mkuu wa Uingereza miaka 1870, anasema ya kwamba polisi mmoja anapaswa alinde raia 1000. Sasa nikipiga sensa hapa mko zaidi ya 1000. Kwa hiyo hakuna haja ya kutumia kubwa na mapolisi wengi, wakati kumbe raia wenyewe wanaweza wakadumisha ulinzi na amani ya eneo wanaloishi. Kwa kusema hivyo, kwenye tafrija kama hizi, kwenye sherehe kama hii, watu wamekuwa wakijiongeza kuchukua vitu vya watu. Kwa hiyo niwatahadharisha kwamba kila unachokifanya watu watakuona na watatueleza. Ile sera ya Kitanduga haitaweza kusimama tena. Kwa hiyo mwambie jirani yako, mwambie kwamba Kitanduga hapana. Kitanduga Kwa hiyo kila ukifanya baya watu watakusema, ukifanya zuri kama familia ilivyofanya jambo zuri kiasi hiki, watu watasifia. Kwa kusema hivyo sasa, nisitoshe kwa maneno mengi. Kwa niaba ya afande wa OCD wilaya ya Misenyi, anaelekeza amani hii iliyoikuta hapa iendelee kusimama mpaka shughuli hii itakapohitimishwa na tuweze kuenzi mambo mazuri ya mzee marehemu Kamugisha. Asingekuwa mtu mwema, watu wote hawa singekuja. Nimekuta viongozi wa dini wako hapa. Kwa hiyo tuweze kudumisha amani yetu na amani yetu itaweze kuwa jukumu la kila mmoja. Ninawashukuru kwa kusikiliza na niwaombe tuweze kuendeleza falsafa ya familia hii ya upendo, mshikamano, amani na kusameheana. Wasingekuwa wanasameheana,
Nasema bwana, asanteni sana. Tafuta viatu vya baba ili nivae leo. Nikakuta hivi viatu vilivyokuwa, kwa hiyo nikaangulia kopo. Anko. Sasa nitaongea jinsi ninavyofahamu machache ambao mimi nimehamishwa na kaka yangu mwaka 93 nikiwa darasa la 7 mwezi wa kwanza kutoka hapo Kenya nikapelekwa Dar. Kwa hiyo nafahamu mzee wangu kwa mambo ya machache mengi. Nianze na swali na jambo la kwanza. Mzee wetu alikuwa anaamini kwenye mambo kwenye dini, alikuwa ni Kristo mzee. Na kwenye hatujasikia kitu. Sasa naomba niongee jinsi ninavyomfahamu mzee wangu. Okay? Kama nilivyosema, mimi nimehamishwa na kaka yangu Charles mwaka 93 Januari. Nikaenda Dar es Salaam kutoka Kelima shule ya msingi. Kwa hiyo namfahamu mzee wangu kwa mambo machache au mengi. Sasa naomba nianze na swala la kwanza. Mzee wetu alikuwa anaamini katika Ukristo. Sikumbuki kuwa naye nikiwa hapa kama aumwi kukosa kanisa. Na wakati tulikuwa tukisafiri naye tukakutana na kanisa lolote, atageuza kichwa kwenye gari, atafanya hivi. Kwa sababu anafahamu kutembea naye wakati akiwa diwani, anachukua mmoja anampeleka Bukoba na kuingia Ndasi, ndio unarudi jioni. Sasa kutokana na hizo imani, alikuwa anaamini kwenye siasa, lakini hakuwahi sasa, jambo la msingi sasa, hakuwahi kumlazimisha mtoto wake kwenye mambo ya siasa. Kwenye dini hakuwahi kumlazimisha mtoto wake, inaweza ikatoka kasi kidogo, lakini hakuwahi kumlazimisha mtoto wake kufuata dini anayoiamini. Najua ni ngumu, wengine itakuwa ni ngumu kuweza, lakini alikuwa akitoka hapa. Mimi na ndoa yangu ina miaka mingapi? Miaka 11. Tunaishi kama marafiki. Mzee wangu alitambulichojifunza kutoka kwake, alikuwa anatambua kwamba uwe mtoto, uwe mke, uwe mjukuu, alikuwa anatambua kwamba kama binadamu unachoka. Kama binadamu unachoka. Kwa hiyo alikuwa ana ile buza ile ya kusema kwamba ngoja nimalizie hii muhimu kwa sababu kwa wengi hapa nataka waelewe. Hakuwa na ile mamlaka ya kwamba mimi ni mwanamume. Heshima ilikuwa inakuja automatically kwa sababu alikuwa anaheshimu. Kwa hiyo kwenye kutambua kuchoka, kuna mambo mengine alikuwa anangoja tusifanye kwa sababu tumechoka. Alikuwa na watu walikuwa wanakuja wakati huo, alikuwa na stovu ya chai. Hiyo stovu kama umesema nimechoka au mama yote anasema alichoka, mzee alikuwa anaiosha pale, anapikia chai, tunakunywa chai. Kwa hiyo kwa mambo kama hayo, mimi naomba niwaambie na ndugu zangu, naomba tuelewe kwamba watoto wake zetu ni binadamu kama sisi. Kuna wakati wanakuwa na wao kwenye ubinadamu, wanakuwa na ule udhaifu wa kuchoka. Naomba tuwasikilize, tuingie sasa, tuonyeshe kwamba kwenye hii safari ya ndoa tuko wote. Mwisho kwa wazee wangu kama mpiga kumbukumbu. Tulikuwa ukienda kwa pale mitaani, tunakutana na kitabu, tunasaini, maandiko ulipotokea, saa, jina, watoto walokuwepo hapa, walielezea vizuri zaidi kwa ile ikizo leo. Na kaka yangu ambaye alipita, alisema kitabu kitakuwepo. Hilo swala na mimi najiunga mkono.
Wale wakina mama wapishi ambao kazi yao ni pale, wamefaidi sana zile stori zile za kumekucha na askari wale ambaye alitaka kumpiga roba. Mzee alikuwa ni kupiga stori mzuri sana. Kama kuna wazee wengine hapa na wao wanataka wapige stori na familia zao, kama ambavyo mzee alikuwa anapiga stori na sisi bila kuangalia umri, anapiga stori vizuri. Yaani asante sana. Sawa. Baba yangu kitu kimoja tu. Baba alikuwa na watu wengi, alikuwa na watoto. Tumeacha kutumia shamia elimu. Kwa hiyo ifuatayo ya ngoja niweke kwa Kiswahili. Kwa hiyo mzee alichokuwa anafanya siku hizo msamehe, na alipokosea alikuwa anaomba msamehe. Sasa kuna ujumbe alioandika hapa. Najua alikuwa ni mtu wa kuandika kila kitu alichokuwa anakutana nacho. Ilikuwa tarehe 8 mwezi wa 7 2018, Jumapili asubuhi. Anasema kopo moja la dawa ya rungu iliyokuwa imepotea, na mimi kutoa visingizio kuwa wote walioingia nyumbani kwenye vyumba viwili hasa cha nyuma wamechukua dawa yangu hiyo ya rungu. Sasa ninamwomba Mungu anisamehe kuwasingizia kuchukua dawa yangu hiyo. Sasa nimeikuta kwenye chumba wanacholala Neema na Dolosela, kwenye mguu wa kitanda kulia chini. Mungu wangu naomba unisamehe. Amina. Jamani, makofi mengi. Umekosea, ndio unatakiwa kuomba samahani, ndio na kuomba Mungu wako msamaha. Asante sana. Makofi mengi kwa mzee Eustace. Asante sana. Basi Tayusto Mgauzi, tafadhali uhitimishe yaliyosemwa na watoto wataka mkishantuli. Nini maake wengi wameongea wenzangu, lakini jambo moja ambalo napenda niongee kwa umati huu kwa Eustace. Siku moja alikwenda Bukoba akiwa katika chama cha msingi Rutwa, alikwenda kutafuta hela za chama. Wakati amekwishaweka hela kwenye sefu, Machale akampiga, akamwona mwizi kwenye kundi waliokuwepo pale. Basi alitumia mkono wake uliokuwa mwembamba, alimpiga kofi moja, yule mwizi akadondoka chini. Basi Eustace akawa shujaa wa Bugabo nzima. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili ambalo namkumbuka mzee Eustace, alikwenda kwa baba Askofu Mshemba, wale wa kanisa la Kiinjili ya Kilutheri wanafahamu, akiwa na mzee Pastori marehemu akiwa mwenyekiti wa kijiji. Amekwenda kuomba zahanati mnayoona pale. Alipofika kwa baba Askofu, aliwakuta walinzi hapa, mpaka uingie kwa baba Askofu upitie kwa mtu fulani. Walipomwambia baba Askofu kwamba ni Eustace, akamwambia wote wenye shida kwenye ofisi yangu mumruhusu Eustace aje hapa eleza amekuja, akiwa mheshimiwa diwani. Aliingia ofisini, akamwambia katibu mkuu aliyekuwepo pale wakati huo, akasema nimekuja kukueleza wewe katibu, nataka kusikushuhudia wewe Eustace. Wewe nimekuja kukueleza wewe katibu mkuu, niwe utekelele hospitali ya Kielima. Sasa nimekuja kama mheshimiwa diwani na mwenyekiti wa kijiji baba Askofu Mshemba, naomba zahanati ya Kielima. Zahanati ipo haipo? Hiyo kwa Eustace. Jambo la mwisho, mwaka 83 alimwendea baba yangu Tanestori marehemu, akamwambia Ishoza amekuja kijana ambaye anaitwa Yusto, naomba awe mwana ukoo kwenye ukoo wa Eustace. Ebyo mkimanya inywe abana ba Eustace nyemba wa mundu lolote liko linatokea hapa kanitume. Kati ya rafiki zake mnaowafahamu, iliwazidi mimi kama mfahamu, nilimsii akiwa anajisikia, nikamsii nikamwambia haya aje baba yangu, akasema koroe iwe nalegea. Wengine waka
Bwana nafahamu naleke nao inyemba wa muno nalo mtampa ikanzo na bilatwa tongande wa muno watu wa mzee Kristo wataruka wabikuwe mwete mtakwenda kumanyane wabikuwe Bwana Yesu asifiwe mababu kimana inane watu kanzwa wa Kristo asalamu taba muntu nabi abagambage abashabirage obekanya ndi mwana familia nalo mtari kumpa ikoti na biratwa balikuwa ndiyo balisora nani kubaninya bakasora inyanu ndundi yao na mula mtari ube ekyo mulantu akikora nalo mazeya ana Yesu asifiwe. MC, yes, kusindikiza huo ujumbe tunapata tafadhali Buberwa haingia hapa kwa dakika 2 wakati tunaandaa kitunga kwa ajili ya kubajula Olubugo. Bube uko wapi Bube? Wakristo wenzetu, kwanza nimepasifa kaka yangu Tayuta si alikuwa mwandishi nini waribu neno na kitabu kimoja kinaitwa Lutu. Kile kitabu kiliwekwa shilingi 50 na yaandika yote. Sasa baada ya maneno hayo mimi yote haya najiona aita kumbukumbu. Vitabu vingine vya dini kuna kumbukumbu za Torati na mambo mengine kuna kumbukumbu ya watu mbalimbali ambao wanageni katika ofisi ile watu wanaotegemea. Sasa jambo la kukumbusha ndugu zangu wote hapa tuendelee kuwa na kumbukumbu ya maisha yetu tunapita watu kwa ila raia baadaye naomba hawa vijana wetu Tarisi, Kalemwa, Mtagwaba, Tarisi na wengine baada ya neno ngapi wajaribu kuwafundisha watoto wao wale pakiteni na chakule wakiaribu wale kuandika kitu kimoja sio vitu vingi vya mbalimbali. Kwa hiyo na wafadhali watakaa katika kitabu cha namna hii. Ila mimi kwa sasa hivi ninaomba kidogo tena wanasema kizi na wale wanatumia. Sasa nasema hivi na sisi tunaweza tunakuwa na kufanya kifaa yetu panga ya kumbukumbu niseti hapo mbili kwa sababu fulani ambayo anasaidia neno moja wale huko Sulemani mmoja wa wazee wa askari taifa Asante. Sasa askari kama anatenda kwa mwembe mimi ruka tunaiba sana na pale kwa mjengani iliyoweza tamuzi kwa mmoja wa shule hivi na kumaliza kidogo mmoja kwa hata mmoja wa shule walio mzuri kwa mambo mengi tena nikumbuka kwamba nilifanya kuna elimu na shirika waita na elimu na mzuri ili kama naweza kuishi ingine ya kwa hiyo toa leo kama kitabu kama hiyo
niwashukuru. Mzee alikuwa na wake kadhaa. Basi nzuri, mimi nimepita mikononi mwa wake zake walio hai na waliotangulia mbele yake. Wadogo zangu wote wamepita mikononi mwao. Mimi nawashukuru sana, nawashukuru sana, maana mimi nimebakiza siku chache kuanza miaka 73. Watu wengi wanapisha miaka, lakini saa hizi na miaka 72 na karibia kwa 73. Niwashukuru wadogo zangu wameshirikiana kufanya hili lililofanyika siku ya leo. Watu wanafurahi kwa sababu kulikuwepo mshikamano, kulikuwepo mawasiliano sahihi, kulikuwepo upendo, ndio mambo haya yakafanyika. Kwa hiyo mimi nawashukuru sana wadogo zangu, nawashukuru mshangazi, nawashukuru baba mdogo na Mwiga kama alivyotangulia kutuambia. Kwa hiyo niwasihi tuwe na ushirikiano, mie na sisi ni kitu kimoja. Aliyesema kwamba kama una shida sijui kwenye kata sijui wapi, pitisha barua yako, fikisha kwa atakaye kuwepo hapa. Naamini kila jambo litafanyika. Bwana Yesu asifiwe. Sasa napokaribia kukamilisha kushukuru, kwanza niwashukuru vyombo vyote vya habari, wameripoti mambo yetu yote. Tumejiona kwenye mitandao, tumejiona. Mwisho niseme, mzee alifikia mahala akawa na msaidizi wa karibu. Marais huwa na wasaidizi wa karibu kabisa, anajua atavaa nini, anajua atakula nini. Kwa hiyo humu kwa wote ulipo na kuhitaji hapa, humu popote ulipo na kuhitaji uonekane hapa. Kwa hiyo hayati Nyerere walipotoka Uganda wapiganaji, alisema cha kuwapa hatuna ila